Mzee Tano. Mzee Tano. Mtaalamu. Mtaalamu. Mamangu atasaidiwa na nani sasa? Mamangu mimi atasaidiwa na nani jamani? Yaani bora tulivyokutana. Kuna mambo makubwa yanaendelea katika chama chetu cha kichawi. Sauda na Sailata wanataka kukuteketeza. Na yote sababu ya chea, kiti. Wameungana, wawili wana kasi ya 2G. Mimi nikasema ili swala hapana. Mama Kabichi ni mtu mzima na mtu mzima ana busara. Na Mama Kabichi mtu wa watu wenyewe ndo sisi. Nikasema nikufikishie na mimi nipo kwa sasa hivi upande wako. Vizuri sana mwanangu. Yaani uwe na moyo huo huo, ila nakuomba kitu kimoja. Wewe uwe macho yangu ya pili. Yaani kila utakaloliona na utakalolisikia basi wewe njoo niambie. Mimi nikipata tu kile kiti, wewe utakuwa bodyguard wangu. Yaani mimi hapa, wewe hapa. Yaani msemaji mkuu, wewe hapa. Au nitakuwa naitwa Kipara Kamwe. Na sio Kipara Kamwe tu, hata unaweza kuitwa Manara Kamwe. Mama, mimi nikutoe shaka mamangu. Najua ukikipata kiti pale mimi udiwani sikosi, kama hivyo usemaji sikosi, mambo yatakuwa sawa. Na mimi chochote atachozungumza kuanzia hivi sasa lazima nije kukwambia mamangu. Mimi nakupenda sana mamangu. Mimi wazazi wangu wote nilishawatoa kafara. Wewe ndo mama yangu uliyobaki, na wewe ndo baba yangu uliyobaki. Na katika chama chetu wewe mama una upendo tofauti na wale mashangingi. Mama, mimi nikwambie nipo upande wako na wewe bega kwa bega. Ni kweli mwanangu. Bega kwa bega, alfa na omega. Yaani mwe. Yaani na hivyo ulivyosuka yani. Yaani kama mchawi kalaba vile wa kwenye kilikuu. Yaani mimi sana kwa kikaragosi wako umetisha Mama Kabichi. Hayo mama sijui umekwaje kaungia kwenye uchawi. Yule fo umisi kabisa ule. Kweli Mungu akupe vyote. Yule alikuwa anakula umisi Tanzania yule. Ila chawi. Ngojeni nitawanyoosha tu. Mimi kama treni. Tukirudi huku bewa la kwanza linakuwa la mwisho, bewa la mwisho linakuwa la kwanza. Bwana mdogo, mimi binafsi nataka nikupe nasaha zangu
Hii inaweza kuwa silaha, ukiitumia vizuri itakusaidia sana katika maisha. Unatakiwa kutumia sana busara na hekima katika kuamua mambo yako, lakini ni ukweli usiofichika, yule mama yako ni shida. Mama yako ni tatizo, una mtihani mkubwa sana. Moyo wangu una maumivu makali sana baba, na sijui hata nikuelezee kwa namna gani ili mradi upate kuyahisi japo kidogo tu maumivu yangu. Baba, ndo maana nilikuja hapa kukuomba kwamba naomba mke wangu aje kuishi hapa nyumbani kwako. Nilikuwa na maana kubwa sana babangu. Ona sasa leo nimempoteza mke wangu. Kiza kinaingia hiki baba. Mpaka sasa sijui mke wangu yuko wapi. Naumia. Mimi binafsi nakuelewa sana, sio kwamba sikuelewi, lakini mimi nakuongoza katika misingi ya kijasiri. Na unavyoona mamako anashupalia sana kuishi na mkeo, hii tafsiri yake kwamba ana makando kando yake. Kuna mambo ambayo ni meusi anayo. Baba, hebu niambie basi, ni nini nifanye ili mradi niweze kumwokoa mke wangu? Maana kiukweli sitaki kabisa Suzi aingie kwenye mitego ya mama. Nahisi kabisa kuwa mama yangu sio mtu mzuri. Naomba unisaidie baba. Nisikilize bwana mdogo. Katika kila tatizo huwa kana kaupenyo kadogo kakutokea. Sasa jifunze kupenya kwenye hako kaupenyo ili kumaliza matatizo yako. Mwenyezi Mungu hawezi kukupa kilema asikupe mwendo. Upo tu mwendo wako utakao kufikisha. Asante kwa kunitia moyo.
Mbona hauli umebaki tu unaniangalia? Hutakiwi kurudi kwa mume wako kwa sasa. Unajua siku zako za kujifungua zimekaribia kabisa. Hakikisha unakuwa makini zaidi. Lakini mama, mimi nimemisi mume wangu. Hebu achana na nini bwana. Hivi unajua kwa nini ni mjeuri sana? Hiyo laana inakutafuna Nilo, kwa sababu umevunja mila na desturi zetu. Kwa umekaa huko umesubiria giza ndio unakuja unafungua mlango, kwa sababu unajua mimi mwanamke siwezi kwenda kuzika. Kwa hiyo umenikomoa hapa. Hujanikomoa, unajikomoa wewe mwenyewe. Unamtesa mama yako tu ndani. Muangalie mwenda wazimu wewe. Shangazi, yaani hicho unachokiongea kinaingia huku kinatokea huku. Yaani mimi sijachoka, bado nampambania mama. Na lazima mama yangu aamke. Nilo, hebu mwache mama yako akazikwe bwana. Alafu wewe sasa hivi sitaki kubishana na wewe. Ufunge mdomo wako na ushike adabu ikushike. Si unanielewa vizuri? Shika adabu ikushike vizuri. Hebu kula bwana. Kula mjukuu wangu apate afya. Atoke akiwa mnene kama mwanaume, hapo ndio nimeshapata mume. Msogezee mboga mnikaa mbali. Nawe kudeka tu. Una umbali gani hapa? Haye mama we. Yeye nakuona kabisa wewe mtoto umechanganyikiwa, huna akili hata kidogo. Mibangi yako tu inakusumbua. Siko tayari mamangu azikwe. Hapa mimi napambania uhai wa mama yangu. Shangazi, mama hajafa. Mtu alokufa hawi kama vile. Kaka Nilo, kwenye hili siko na wewe kabisa. Kwa sababu nahisi kakaangu sasa hivi umechanganyikiwa. Kwa sababu sikuelewi mambo yako unayoyafanya. Wewe unaona upo sawa? Haswa bangi zinamsumbua huyo, kachanganyikiwa na akili. Tizame macho yake. Mwana Isaya, ulokosa haya kumtesa mamako tu bure, mtesea wifi yangu. Akapumzike wifi yangu, kasha kufa apumzike. Unampa adhabu duniani na ahera. Ai! Hawamu hii iki kiti lazima nikalie mimi. Unajidanganya Makabichi. Hii mechi bado mbichi. Na hiki kiti unapokiona kina mwenyewe. Kwa hiyo juhudi yako ndio mafanikio yako. Sasa kaa kupiga kelele, nitapata kiti nakalia mimi. Nakuelewa, lakini mimi lazima nikalie hiki kiti. Jidanganye mama. Sasa hivi kiti kinakaliwa na mtoto mdogo kama mimi. Jipe moyo, utashinda. Na waona wenyewe, kila uchao mnazidisha tu juhudi za mapambano, yote kwa sababu ya kukipambania hiki kiti. Wewe unapambania majungu, sisi acha tupambanie kiti. Sawa, mimi yangu macho tu, acha nikae pembeni, tena naenda kukaa jukwani kwa mashabiki nishuhudie vizuri ili picha la Kindi litaishaje. Kwani tumekuambia yako pua?
Hiki kiti lazima nichukue mimi safari hii. Nikalieni tu na hayo majungu yenu. Nzuri hiyo. Hiyo nzuri. Uchawi la jamani. Utapinda sana midomo, maana unajua nilichokufanya, na siku nyingine sitakuacha. Utanifanya nini? Wewe mtoto mdogo tu, tena hata maziwa bado hayajaisha kunuka hapo mdomoni kwako. Wewe si uliniambia mimi uchawi wangu wa Bukujelo? Sasa marupurupu yake ni 2.5 milioni. Uchawi wa Bukujelo uniwezi, ndugu yangu. Hivi nyinyi amuni kwamba mimi ndo nastahili kukalia hichi kiti? Yaani mkiniangalia tu najiona kabisa naendana na hichi kiti. Kwanza mimi uchawi wangu ni wa gharama, nimeutoa Nigeria, sio hapa. Kwa mimi ndo napaswa kuwa mkuu wa kumiliki hichi kiti. Sasa nisikilize, uchawi wangu mimi huu unatoka Tandaimba. Unatoka Tandaimba na nimeupata bado kidoli tu. Sasa hamuniwezi hata kidogo. Sasa hebu mnisikilize. Hiki kiti lazima nikalie mimi, sababu mimi ni mtu mzima na isiyo kongwe, ndugu zangu, haivushi. Jamani, kiti ni utu uzima wapi na wapi jamani? Baribu msinipigie kelele. Hiki kiti kumbukeni nimekipigania. Nimemuua baba, nimemuua mama, nimeua kaka, nimeua watoto wangu wote. Sasa hivi nimemuua wifi yangu kwa sababu hiki kiti. Sijabakiza ni mtu yoyote. Alafu kiti tunakalia sisi. Mnajielewa vizuri? Napambana usiku na mchana, mnaona? Kiti cha kwangu. Kiti cha kwangu. Hiki kiti nakalia mimi. Kwa sababu nikiwaangalia wote, hakuna aliyefanikiwa kwenye mtihani tuliopewa. Mimi ndio nimefanikiwa kuua. Na hapa nilipo nasubiri wazike. Wakizika tu nakaa. Nani ameua hapa zaidi yangu? Kaa kwa kutulia, mpira uko uwanjani na mimi ndio boli nimelishika. Hebu acheni kujishaua nyinyi. Natamani msipatane. Unaona raha, si ndio? Hatupo sokoni hapa, wala baadhi ya mizaa. Niliwaambia hiki kiti kinahitaji mtu kukalia. Natoa wiki moja tu kabla sijafunga mjadala. Lakini mimi tayari nimeshaua, bado tukuzika tu. Kuzika. Yaani mimi ninakaribia kabisa kutimiza. Ila shida ni huyu mama huyu. Yaani kila mara anakuja kuniharibia kafara yangu. Hata mimi nakaribia kutimiza vigezo vyangu. Isipokuwa huyu ndo kikwazo, anapita katika njia zangu. Kati yangu mimi na wewe, nani wa kwanza kumharibia mwenzie? Wewe. Ni wewe hapa. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama kwa Mtibwa.